Basi pale wote tukabaki na huzuni sana sana. Mara rafiki yetu anaanza kulia pale, baada ya kuongea maneno hayo akawa analia kwamba mimi tena ndio nishakuwa hivi, siwezi kuendesha bodaboda wala nini tena, shughuli zangu mimi ndio zimeshakwisha, miguu yote sina, sielewi hatima yangu itakuwa nini, watu wananitegemea mimi na wazazi wangu. Akawa anaongea huko analia. Basi pale wengine na machozi akawa yanatutoka. Hamna jinsi tena, ni kumwambia tu bwana, pole, usijali, wewe aliyepewa kilema atapewa na mwendo, wewe ujiangalie tu, Mwenyezi Mungu bwana muombe kwanza akujalie upone, alafu mengine yote yatafuatia. Kila mtu anajaribu kumwambia maneno mazuri pale, wengine ambao imani zetu kidogo zilikuwa za tunapokea sana mambo ya huzuni ukiyasikia yanakuwa yanatuumiza sana pale, machozi yakawa yanatutoka, tunakaa pembeni pale tunajifuta machozi. Kiukweli tulikuwa katika hali moja ya huzuni sana. Tukasema jamani sawa. Akasema na taarifa pia za msiba vipi, mmezisikia? Namwambia tumezisikia taarifa ya msiba, hivyo tumekuja kukuona ili tukazike. Basi tunaongea wote tukiwa tuna huzuni kupita maelezo. Baada ya kutoka hapo tukamwambia bwana sawa, sisi tutaendelea kuja na tutaangalia jinsi ya kukusaidia ili mradi uweze kupona kwa haraka. Akasema sawa jamani, naamini tuko pamoja, asanteni sana kwa kuja kuniangalia. Sawa, tukatoka moja kwa moja mpaka nyumba yenye msiba. Kufika nyumba yenye msiba, aliyetupokea ni yule rafiki yetu, yule katika wale watatu ambaye mmoja amekufa, mmoja yule aliyekuwa hospitali amevunjika mguu, yule watatu yule ambaye ndio wale walioondoka, wale watatu walioondoka kipeke yao, ndio aliyetupokea pale, japokuwa sio kwao, ila yeye ndio ndugu zangu, karibuni sana marafiki zangu, karibuni sana jamani. Mambo ndio hayo tena. Mmefika hospitali, anambia